Ziara hii ni maalum kwa kutembelea, kufanya ziara katika maeneo ambayo tuna mradi wetu ule wa LARIS, mradi ambao utabeba taarifa za ardhi. Kama tunapojua sasa hivi tuko katika harakati hizi za kuanza huu mradi. Kwa hivyo tukasema tuangalie haya maeneo yatakayopimwa vituo hivi vya mikoa. Kwa hivyo tumeanza Kisakasaka, tukaenda Paje, tukaenda na tumefika hapa sababu kwa Unguja tutakuwa ni vitatu sababu mikoa mitatu, lakini pia ziara kama hii ishafanyika Pemba, alikuwepo kule naibu waziri kwa ajili ya kukagua. Yeye alikwenda jana naona. Kwa hivyo maeneo ya Pemba tayari tumeyakagua, lakini pia sasa hivi tuko katika haya maeneo yetu ya Unguja ambao kwa kweli mradi huu utanufaisha kwa sehemu kubwa, kwa sababu tunaamini ukimalizika hata hizo kero za migogoro ya ardhi zitaondoka, kwa sababu hata double allocation, yani mtu kupewa ardhi mara mbili, itaondoka. Kwa hivyo tunaamini mradi huu ukimalizika kwa kweli tutakuwa tuko katika hatua kubwa sana. Kwa hivyo leo ni kukagua tu, na kwa bahati nzuri tuko na wenyewe wahusika wa mradi wanaoshughulika huo mradi. Kwa hivyo tumekuja nao kukagua, na nilishowataka wahakikishe kwamba maeneo yote haya wanayalinda, kwa sababu vitu havijajengwa, lakini unaweza ukasema mimi na eneo lakini baadaye ukija watu washajenga. Kwa hivyo mwambie tuhakikishe kuyalinda, na tayari alhamdulillah hatimiliki zipo haya maeneo, na tayari basheha tunaye hapa pia naye ambaye anaweza akasema chochote kuhusiana na maeneo haya. Kwa hivyo leo lengo kubwa ni hilo la kukagua hivi vituo, maeneo ambayo yatajengwa vituo. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mheshimiwa Waziri wa Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kukamilisha hizi hatua, kwa sababu hatua zimeanza mbali kidogo. Nafika miaka 2 nyuma sisi tulisaini mkataba wa taalamu, lakini hivi karibuni Mheshimiwa Rais ameshuhudia kusainiwa mkataba wa kifedha. Kwa hivyo tayari mradi unataka kuanza. Kwa hivyo leo tukasema tuje hapa kwa ajili ya kukagua, tuone kama hatua inaanza, na hii ni katika maadhimisho ya wiki yetu ya ardhi. Kama tunavyojua hivi sasa hivi tupo katika wiki ya ardhi ambayo kuna matukio mengi tunafanya, ikiwemo kwenda kutoa elimu kwa jamii, ikiwemo kutoa hati miliki. Kwa hivyo tukaona hii pia iwe ni sehemu katika ile zoezi letu. Asanteni. Ms. Aude Arresté-Lamandour. I work for a French company called IGN-FI. We are very happy to start the LARIS project, especially because this is the Lang Week in Zanzibar, so it's going to be a very important project for all citizens from Zanzibar, because it's going to make the procedures easier, and it will contribute to reduce the number of land conflicts. So this is the main objectives of the LARIS projects. Mradi wa LARIS kwa Kiswahili tunasema ni mradi wa mfumo wa usimamizi na usajili wa ardhi Zanzibar. Mradi wetu lengo lake kuu ni kuweka mfumo wa kielektroniki wa kuweka rekodi zote zile za ardhi. Rekodi hizi ni ikiwemo rekodi za umiliki, rekodi za mipaka, rekodi za upimaji, na vile vile katika mfumo wetu huu au katika mradi wetu huu pia tutakuwa tuna component au sehemu ya mipango miji, yani kwamba miji yetu tunaipanga, tunaweka katika kumbukumbu za kielektroniki, tunapima, tutafanya utambuzi katika kila wilaya itaguswa. Maana katika kila wilaya kutakuwa kuna maeneo ambayo yatafanywa utambuzi, tunajua umuhimu wa zoezi la utambuzi. Mradi vile vile utaanzisha vipimo vipya vya upimaji Zanzibar. Sasa hivi tunapima katika teknolojia ambayo ya kisasa, lakini kuna teknolojia ya kisasa zaidi ambayo itatumika. Kwa hiyo pia tutaweka vipimo vya upimaji katika kila mkoa Zanzibar ili wapimaji wetu waweze kupima kwa haraka na kwa spidi zaidi. Vile vile huu mfumo ambao utakuwepo ni pati kubwa ya huu mradi wenyewe, utawezesha kuweka rekodi zetu na kuhakikisha kwamba kuna usalama wa hati miliki, ile tenure secure au security. Kwa maana watu wataweza kuwa na rekodi zao katika salama, alafu vile vile mtu akitaka kwenda kukopa, mabenki wataweza kufanya reference kwa urahisi na kuhakikisha kwamba hii hati kweli ipo ndani ya mfumo wa ardhi vile vile. Kwa hiyo itasaidia katika watu kununua, kuuza, itasaidia vile vile katika kuongeza pato la taifa, kwa sababu miamala ikiongezeka hii ya mauzo ya ardhi, basi itaweza vile vile kuvutia hata wawekezaji. Wawekezaji watajua kwamba mimi nikienda kuwekeza Zanzibar, ardhi imetambuliwa, imepimwa, ipo ndani ya mfumo, unajulikana nani anamiliki na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba baada ya kukamilika kwa mradi,
namna ambavyo tuna manage au namna ambavyo tunaisimamia sekta ardhi itabadilika sana katika kiwango kikubwa sana. Wananchi watasogezwa huduma. Tumeona hapa kwamba tumetembelea vituo vitatu. Hichi hapa cha Kiongele kitajengwa katika eneo hili hapa. Wananchi wa kaskazini wataweza kupata huduma hapa badala ya sasa hivi wanakuja katika ofisi za Kamisheni ya Ardhi pale Mabluu. Wananchi wa kusini watapata huduma katika kituo ambacho kitajengwa maeneo ya Paje. Wananchi wa mjini Magharibi watapata huduma katika maeneo ambayo yatajengwa katika kituo cha Kisakasaka. Na vile vile mbali na hivyo kutakuwa vile vile kuna mifumo yetu hii itaunganishwa na mifumo ya simu. Kutakuwa kuna mobile application ambazo zitawezesha wananchi kuweza labda kufuatilia muamala, kuanzisha muamala, kununua fomu au kujua kwamba hili eneo hili, manake kwa lugha nyepesi tunasema kufanya search, kujua kama eneo hili linamilikiwa na nani na je eneo hili limepimwa. Kwa hiyo vile vitu ambavyo mwananchi sasa hivi inabidi afunge safari aende Kamisheni ya Ardhi ofisi kuu, basi mambo haya ataweza kuyafanya moja kwa moja kwa kutumia mtandao, kwa aidha kwa simu au kwa kutumia